Anko. Samahani mara moja. Subiri. Anko, naomba nisaidie hata 500 tu niweze kwenda kula. Sijala siku 3. Nimejaribu kuomba watu hawajanipa. Nisaidie mjomba, nitakufa hapa. Nisubiri na kuja. Mjomba. Naomba mjomba. Mjomba. Asante. Chanzo cha matatizo ya mtu kumtokea katika maisha yake huwa ni dhambi. Mtu akitenda dhambi, matatizo huwa yanamtokea katika maisha yake. Kwa kuwa amemwacha Mungu wake, ametenda dhambi kama Hawa na Adamu walivyotenda dhambi bustanini. Hawakumsikiliza Mungu, walimsikiliza shetani kupitia nyoka. Walitenda dhambi na wakaondolewa katika bustani. Na mabaya yaliwapata baada tu ya kutenda dhambi. Laana iliingia maishani mwao, magonjwa, vifo. Mwanamke alizidishiwa uchungu mpaka kuwa utungu. Mwanaume alifanya kazi kwa nguvu sana na shamba lake au ardhi ililaaniwa kwa sababu tu ya dhambi. Lakini awali, kabla ya kutenda dhambi, walikuwa wanalima, hawakutumia nguvu sana, walikuwa wanapata chakula, hamna vifo, walikuwa hawaumwi, hakuna laana na magonjwa. Lakini baada tu ya kutenda dhambi, mabaya yote yaliwatokea na utukufu wa Mungu uliondoka maishani mwao. Kwa Mungu alikuwa na desturi ya kuwatembelea, kujua kupunga. Hakuwa tena na desturi hiyo kwa kuwa wametenda dhambi. Na Mungu wetu hakai mahali pachafu, mahali penye dhambi. Basi nini chanzo cha matatizo yote yanayotokea? Mtumishi wa Mungu, ni kweli kabisa. Ninakumbuka ilikuwa siku moja tumefunga chuo
nikawa ninaelekea nyumbani kwetu Mwanza. Tulipofika njiani sehemu moja, basi likawa limeharibika, tukawa hatuendelee na safari. Sasa mle kulikuwa kuna mama alikuwa na mtoto mdogo wa kiume, alikuwa ameibiwa hela. Mimi nikawa nimemnunulia chakula mtoto wake akala. Baada ya hapo usiku nilienda kuzini naye, haikujalisha ni mke wa mtu. Nilipofika tu nyumbani, akili zikaanza kufyatuka, nikawa sijielewi. Sikuweza kurudi chuo tena. Wazazi wangu wakanichukua wakanipeleka kwa mganga wa kienyeji, na hapo ndipo matatizo yaliongezeka kabisa. Nikawa nusu kichaa. Baadaye nikatoroka kule Mwanza, nikaingia kwenye lori la mizigo, nikajificha kwenye mizigo nyuma. Ndio nikawa nimefika hapa Dar es Salaam. Nadhani hicho ndicho chanzo cha matatizo yangu. Sawa, kama awali nilivyokuambia kwamba Adamu na Hawa walivyotenda dhambi walitolewa bustanini, lakini Mungu wetu ni Mungu mwenye rehema. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 15, ahadi ya ukombozi Mungu aliitoa. Alimwambia Shetani, kupitia uzao mwanamke utakuponda kichwa na wewe utakuponda kisigino. Katika miaka mingi ilipita, Yesu Kristo alizaliwa, ndiye aliyokuja kuwa mkombozi wa dhambi zote za ulimwengu. Kupitia ahadi la ukombozi aliotoa Mungu, Yesu Kristo alisulubiwa msalabani kwa ajili ya dhambi zote za ulimwengu. Kupitia dhambi ya awali ya Adamu na dhambi zote za ulimwengu, Yesu alikufa. Siku ya 3 alifufuka, tukiwa tuna uzima tena, na ipo damu inayotakasa kila dhambi, kila maovu yote. Na mtu akiamua tu kutubia maovu yake yote na kuungama na kuacha maovu yake ya mwanzo na makosa yake yote, akimwomba Mungu toba ya kweli, Mungu anamsamehe. Kwa kuwa damu ilimwagika msalabani, kila anayemwomba Mungu msamaha, damu hiyo inafuta maovu yake yote na asirudie matendo yake ya mwanzo na maovu yake yote. Basi sasa cha kufanya, kila hizo dhambi zako zote ulizoeleza mahali hapa, ziungame mbele za Mungu, muombe Mungu msamaha, naye Mungu atakusamehe, kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema na Mungu ana upendo kwetu. Nimechoka mimi, nimechoka na maisha haya, nimechoka. Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, natubu. Mungu nirehemu mimi, nisamehe Mungu wangu, Mungu wangu. Yesu nisamehe, Yesu nisamehe, Mungu nirehemu mimi, Mungu wangu. Sasa ni saa ya wokovu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni nani? Wewe ni nani? Tuache!
unachunguza. Wewe ni nani? Ni Jeshi. Mlimwingiaje huyo mtu? Hatutaki. Mlimwingiaje huyo mtu? Huyu alizini na mwanamke tukamwingia. Mmeyafanyaje maisha yake? Unachunguza wewe? Tuache. Mnafanya kazi gani kwa huyo mtu? Tumemfunga. Tulimzuia asimalize chuo. Tumemfunga. Nafsi yake iko chini ya bahari. Atakufa hivi hivi. Atakuwa maskini. Maskini. Sasa ninakuamuru, huyu mtu ni mali ya Yesu. Atakombolewa. Amuru, toka. Imekwisha. Joshua 1:5, ninaitoa nafsi yako katika bahari, ninakutenga na nguvu za giza, ninakuweka katika ufalme wa mbinguni. Joshua 1:5, inuka umtumikie Yesu. Kwa kuwa umekwisha kuokoka, kuna mambo mawili ya kuzingatia ili adui asije tena katika maisha yako. Jambo la kwanza, mafundisho ya neno la Mungu na kuomba. Ukiwa unafuata mafundisho ya neno la Mungu na ukiwa unaomba, pepo mchafu hawezi kukufuata na kukuzuia. Kwa hiyo cha kuzingatia kingine zaidi ni kutotenda dhambi tena. Usirudie makosa ya mwanzo, kwa kuwa pepo mchafu amtokapo mtu huenda mahali pasipo maji, akizunguka zunguka na kurudi kuangalia kama nyumba yake imesafishwa, na akikuta ipo wazi na imesafishwa, huwa ingii, anaenda kutafuta pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye, na wanaingia, na hali ya mtu huwa ni mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa hiyo hutakiwi kutenda dhambi tena, na unatakiwa kufundishwa na kufuata mafundisho, kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu na kuomba. Pepo mchafu hawezi kuingia ndani yako. Kingine, unatakiwa utoe mwili wako kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, kumpendeza Mungu. Mwili wako ukiwa hekalu la Mungu, hautakuwa hekalu la pepo yoyote mwovu. Kwa hiyo mambo matatu: mafundisho ya neno la Mungu na kuomba na kutotenda dhambi tena. Pepo mchafu hawezi kugusa mpaka Yesu anarudi. Mtumishi wa Mungu, mimi ninashukuru sana. Sasa ninaimba wimbo mpya ambao unasema, mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani. Ninawaambia wachawi, ninawaambia wazinzi, mimi nimeokoka, sitarudi tena kwenye uzinzi, ninaelekea kwa Mungu, ninaelekea kwenye hatima yangu njema. Sasa ninaanza kulitumikia kusudi la Mungu lililonileta hapa duniani. Sitarudi tena kwenye mabaya ya kale. Nashukuru Mungu.